akae huko mpaka akufie huko ama atoke? Akae akufie huko ama atoke? Unataka kumwona tena? We cannot have a country like this. We are exhuming men, women, children whose lives have been cut short by a non-criminal. By a criminal we know. And then some people want to come here and wave for us some funny, I don't know which provision. Sijui unataja katiba gani inasema watu waue wenzao. Biblia gani imesema watu waue wenzao? Kuna Biblia kama hiyo? Kuna Qurani kama hiyo? Kuna katiba kama hiyo? Hali ya Kenya, kwanza kabisa kusema pole kwa yale ambayo yametupata. Ya pili niseme ya kwamba pigo ambayo tumepata ni pigo kwa taifa nzima, sio pigo tu ya sisi wenyeji hapa. Tumepigwa zote kama taifa la Kenya, lakini sana sana nyinyi mmepigika zaidi kwa sababu haya mambo yametendeka hapa kwenu. Na niseme nirudie pole na niseme ya kwamba sisi kama serikali tumelichukua jambo hili kwa uzito unaofaa, na hivi karibuni nitawaambia hatua ambazo tumechukua kama serikali ya Kenya. Tumepata pigo kama taifa. Tumepata pigo kwa taifa na ulimwengu mzima kwa sababu mwanadamu ni mmoja. Awe Mwafrika, awe Mkilifi, awe mtu ya Mombasa, awe mtu ya Turkana, awe mzungu, awe Mwarabu, mwanadamu ni mmoja, damu ni moja, muumbaji wetu ni mmoja na ni Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Kwa hivyo hii hasara ambayo tumepata ni hasara ambayo imetupiga kiasi. Nataka niseme ya kwamba hawa ambao wametuletea madhara ni watu ambao wametumia dini, watu ambao wametumia maandiko matakatifu kufanya kazi ya shetani. Kwa sababu anasema walikuwa wanahubiri injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hakuua mtu, alifufua wale walikuwa wamekufa. Kweli si kweli? Yesu Kristo hakuambia mtu ati akisikia njaa asikule. Mahali alikuta watu 5,000 bila chakula, aliwatengenezea chakula. Kweli si kweli? Kwa wale wanaelewa Biblia, si kweli? Kwa hivyo hii kazi ambayo imetendeka hapa sio ya Mungu, sio ya Kristo, ni kazi ya shetani. Nataka niseme ya kwamba hatutakubali wakatili, magaidi na wahalifu kutumia dini na kisingizio ya kwamba katiba yetu inaruhusu uhuru wa kuabudu. Hicho hakitakuwa kisingizio kwa watu kama hawa kutupiga na kuleta maafa kama ambayo tumepata. Mahali nchi yetu imefika mahali nchi zingine zimekuwa na mapigo kama haya. Nchi ya Marekani mwaka wa 78 karibu watu 1,000 waliangamia kwa kunywa sumu kwa sababu ya mhubiri ambaye alimwambia lazima wakunywe sumu wakufe, dunia inakwisha. Lakini kutoka siku hiyo Waamerikani, serikali yao na watu wao waliweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hakutatokea tena katika ile nchi watu kutumia dini kama kisingizio, watu kutumia uhuru wa kuabudu wa kikatiba kama kisingizio, na hakujawahi kuonekana maafa kama hayo ambayo yalitokea Marekani mwaka wa 78. Vile vile kikundi kingine kule nchi ya Japan mwaka wa 95 vile vile walitoa ama wakamwaga gesi ya sumu katika gari ya moshi katika mji wa Tokyo mwaka wa 1995. Na watu wengi wakakufa kutokana na hiyo gesi, na walikuwa wanajisingizia ati hao ni wahubiri na ni waumini wa dhehebu fulani. Kutoka siku hiyo watu ya Japan, serikali ya Japan
haikuanza kunyosheana vidole. Walifanya mikakati kuhakikisha kwamba nchi yao haitapata pigo kama hiyo tena na watu ambao wanasingizia.